lisingekuwepo neno, wewe usingekuwepo. Kama neno lisingekuwepo, na wewe usingekuwepo. Kwa sababu neno lilikuwepo, neno lilifanya wewe kuwepo. Hakikufanyika chochote kile, vitu vyote vilifanyika kwa huyo neno. Kila kitu unachokiona katika ulimwengu huu kimetokana na nguvu ya nini? Ya neno. Ipo nguvu ya neno, neno likiwa ndani ya maisha yako. Kama hamna neno ndani yako, hamna nguvu. Nguvu ya Mungu inatokana na kile kilichojaa ndani yako. Bwana asifiwe. Kwa wewe ni matokeo ya neno. Sema mimi ni matokeo ya neno. Sema mimi ni matokeo ya neno. Mimi ni mfano wa neno. Mimi ni mazao ya neno. Wewe ndio ulivyo, wewe ni matokeo ya neno. Bila neno wewe usingekuwepo. Bwana asifiwe. Hapo mwanzo kulikuwepo na nini? Na neno. Kwa habari ya neno lilisulubiwa, ambao ni Kristo Yesu. Kwenye Yohana 1:14 anasema naye neno akafanyika nini? Mwili. Kwa hiyo aliyesulubiwa pale alikuwa anasulubiwa neno. Alikuwa anasulubiwa Mungu. Kwa hiyo Mungu alisulubiwa kwa ajili yako. Na ndio maana nikawaambia kwamba unapoliingiza neno ndani yako, kama kuna kitu akikushughulikiwa vizuri pale msalabani, neno linaanza kukishughulikia. Kama kuna vimatatizo viko bado ndani, unapoingiza neno linaenda kushughulikia yale matatizo yaliyoko wapi? Ndani. Kwa kubali kuliingiza neno ili vitu vingine viweze kuchomoka ndani yako. Na nitaendelea kuambia kwamba hakuna deliverance nzuri kama kuliingiza neno ndani yako. Unapozamisha neno, neno linaanza kudili na vitu vya ndani. Neno lenyewe linashughulikia vitu vya nini? Vya ndani. Kama ni mizizi, yani kama ni mti, neno linaingia kwenye mizizi, kwa sababu mizizi itakapokufa, isipoleta chakula kwenye shina linakufa. Haleluya. Sasa neno linapoingia ndani, lenyewe linaenda kwenye mizizi kuzalisha, kushughulikia nini kinasumbua ndani. Kama ni tabia, kama ni hulka, zinazimishwa na nguvu ya nini? Ya neno. Kwa Mkristo lazima ukubali kujaa nini? Nasema Mkristo lazima ukubali kujaa nini? Usiwe Mkristo mjinga. Mkristo mjinga ni yule ambaye hana neno ndani yake. Sasa huwezi kuwa Mkristo ambaye ni moto kama huna neno la Mungu ndani yako. Kinachosababisha wewe uwe na nguvu ni ile neno lililoko ndani yako. Naomba tuende kwenye sifa za neno. Neno linaumba au linafanya nini? Linazaa. Na tuliona neno haliwezi kuzaa bila kuwa ndani yako. Ili neno lizae lazima liwe sehemu. Haleluya. Lilipozaa huu ulimwengu lilikuwa ndani ya Kristo Yesu, lilikuwa ndani ya Mungu. Na ndio maana Mungu akasema vitu vikatokea. Na tuliona mstari mmoja Biblia inasema kwamba ulimwengu ulichomolewa kutoka kwenye nini? Kwenye maji, kwa nguvu ya nini? Ya neno. Kwa maana nyingine neno liliamua kuuzaa ulimwengu kutoka kwenye maji. Neno la Mungu linapokuwa ndani yako, kuna vitu vinaanza kuzaliwa kwenye maisha yako kwa sababu neno lipo ndani yako. Na anayeweza kuvizalisha ni kinywa chako. Nasema kinachoweza kuzalisha neno lililoko ndani yako ni kinywa chako. Kile unachokitamka ndicho kinazalisha nini kinachokuambata ndani ya maisha yako. Ni kama njiti ya kiberiti, ukiiwasha kwenye msitu inateketeza msitu, lakini kile kinjiti ni kidogo sana. Si ndio wana wa Mungu? Ndivyo ilivyo ulimi pia. Ulimi una nguvu. Sasa ulimi hauwezi kuwa na nguvu kama hauna maneno. Biblia inasema kimjazacho mtu ndicho kimto. Haleluya. Kilichojaa ndani ndio kinachotoka. Nini kimejaa ndani yako? Kama kuna uozo utazalisha uozo kwenye maisha yako. Sasa kama neno la Mungu limejaa ndani yako, kuna uhai utaanza kuuzaa kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu wanaishi wanajirani wao wenyewe. Wao wakikaa wanajitamkia maneno wao wenyewe. Mimi siwezi. Ukijiona kutokuweza na ukisema hutaweza, hautakaa uweze kwenye maisha yako. Kwa sababu ndicho ulichokizalisha. Lakini neno linaumba. Ndio kuumba hiyo huko kuzaa ndio kuumba kwenyewe. Unaumba vitu gani kwenye maisha yako? Unapoona mazingira magumu, wewe uliyejaa neno linasemaje? Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika yeye atiaye nini? Kwa nini unakiri udhaifu? Kwa nini ukiri udhaifu? Kwa nini ukiri kushindwa? Haleluya. Nasema kwa nini ukiri? Kwa nini ukiri kushindwa kwenye maisha yako? Kiri kuweza, kiri kufanikiwa, kiri kwenda. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limejaa ndani yako. Linapojaa ndani yako, neno halitaki ukiwa. Neno huwa halipendi semenye ukiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu kazi ya neno ni kuondoa nini? Huo ukiwa wenyewe. Haleluya. Biblia inasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Lakini neno lilipokuja ukiwa uliondoka na kukajaa. Kwa sababu ya nguvu ya neno. Sifa ya pili. Neno linatakasa. Kinachoweza kukutakasa ndicho kinachoweza kufanya wewe kuwa mtakatifu. Timotheo wa kwanza 4:5. Haleluya.
Amesema kwa kuwa mmetakaswa kwa neno la nani? Na nini? Kumbe ili utakaswe lazima ukubali kuingiza nini? Kinachofanya maombi yawe na nguvu kwenye utakaso ni kwa sababu neno lipo sehemu. Bwana asifiwe. Kwa kinachoweza kutakasa maisha yetu ni neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Ndilo pekee linaweza kunitakasa. Sema tu neno la Mungu pekee linaweza kunitakasa. Kwa utakaso wa kweli unatokana na nguvu ya nini? Ya neno. Hizo ndio sifa za neno. Neno lina kazi ya kutusafisha. Neno lina kazi ya kututakasa. Neno la Mungu na sala, ukifanya hicho kitu kufanya nini? Kikubalike kwa nani? Kwa unapokuwa na neno la Mungu, unapoomba, yale maombi yanajibiwa kwa sababu gani? Ya nguvu ya neno lililoko ndani yako. Na utakaso unatokea kwenye maisha yako. Hatutakaswi kwa vitu vya kibinadamu vya asilia. Hakuna kitu cha asilia kinaweza kukutakasa. Hakuna chochote kilichoumbwa na mwanadamu kinaweza kutakasa wewe kuwa safi. Kinachoweza kufanya wewe kuwa msafi na umetakasika mbele za Bwana na Mungu akuona wewe ni safi ni neno la Mungu lililoko ndani yako. Ni ile nguvu ya neno. Nguvu ya neno. Na unapoomba Mungu anasikia maombi kwa sababu gani? Wewe ni mtakatifu. Yaani wewe utakapoingiza neno, dhambi haiwezi kuchukua nafasi ndani yako. Tayari unakuwa mtakatifu kwa ile neno lililoko ndani yako. Lakini utakatifu ni kukubali kuwa kama Mungu alivyo. Na hauwezi kuwa kama Mungu alivyo. Biblia inasema ni mwili watakatifu kama mimi nilivyo nini? Mtakatifu. Sasa ili uwe mtakatifu lazima ukubali kuwa neno la Mungu ndani yako. Lile neno linakutakasa na tumesoma hapo. Tunatakaswa kwa ile nini? Kweli, neno. Haleluya. Kwa ile neno. So kazi kubwa ya neno ndani ya maisha yako nyingine ni kukutakasa wewe. Ni kukufanya wewe kuwa nini? Safi. Neno hutuweka huru, andika. Fungua Yohana 8:36. Nanyi mtaifahamu kweli na kweli itaweka nini? Nanyi mtaifahamu kweli na kweli itaweka. Kwa neno lina kazi ya kutuweka huru. Deliverance ya kweli ndani ya maisha ya mtu ni kuliingiza nini? Neno ni Mungu. Kama neno ni Mungu, neno likiingia ndani yako, hakuna uchafu unaweza kukaa ndani yako. Hakuna vifungo vinaweza kuvumilia kukaa ndani ya mtu. Kwa sababu gani? Neno linaenda kufungua vile vifungo. Haleluya. Nasema neno kazi yake kwenda kufanya nini? Nanyi mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kinachoweza kumweka mtu huru kweli ni kweli. Nirudie tena. Kinachoweza kumweka mtu huru kweli ni nini? So kubali kuliingiza neno. Unapoliingiza neno, sometimes unahitaji kuomba, neno lina kazi yake yenyewe ndani yako. Linapoingia lenyewe linaanza kufungua vifungo ndani yako. Lina kazi ya kufungua, kukuweka huru, kuchana vitu ndani yako. Kwa sababu gani? Unapoingiza neno umemuingiza Mungu. Mungu ni neno. Basi mwana akiwaweka. Sasa hapo unaweza kusema mwana ni nani sasa? Mwana ni nani? Mwana ni neno. Mwana ni Kristo Yesu. Haleluya. Mwana ni nani? Ni neno. Biblia inasema zamani Mungu alisema nasi kupitia nini? Manabii. Lakini Biblia inasema zama hizi Mungu anasema nasi kupitia nani? Mwana wake. Si ndio maandiko yanasema? Zama hizi Mungu anasema nasi kupitia nani? Mwana wake. Na mbele ni nani? Neno la Mungu. So unapoingiza neno, kumbe Mungu ili aseme ndani ya maisha yako, lazima mwana awepo ndani. Huyo mwana ni nani? Neno. Lakini Mungu anapokuwa ndani yako, kuna vitu anavifungua yeye mwenyewe ndani yako. Kuna vitu vinachomoka ndani yako. Kwa sababu gani? Umemuingiza Mungu mwenyewe. Kuna sehemu ya Mungu akiwa ndani yako, kuna mambo yanaenda tu yenyewe, yanafunguka. Haleluya. Kuna mambo yanafanya nini? Mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwamba hamtakuwa tena chini ya kifungo, hamtakuwa tena chini ya sheria pia. Matendo ya mwili hayatawatawala. Wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Hawaongozwi na sheria au matendo ya sheria. Kuna vitu vinaacha kuongoza ndani yako. Kuna mambo ya mwilini yanakuwa sio sehemu ya maisha yako. Kwa sababu gani? Yupo mwana anayekuongoza ndani yako. Yupo mwana ambaye amekuweka huru ndani yako, ambaye ni Kristo Yesu, ambaye ni neno. Sio kama kuna mtu ananielewa. So kubali neno la Mungu lijie ndani yako ili likutengeneze wewe kuwa Mkristo. Hauwezi ukawa Mkristo nje ya neno la Mungu. Kinachokufanya wewe kama Mkristo ukawa huru ndani ya Kristo Yesu ni ile neno unaloingiza ndani yako. Basi ile Bwana iko ndani ya bracket, si ndio? Basi Bwana ndiye, kumbe aliye Roho ndiye Bwana. Na huyo Bwana ndiye Kristo Yesu. Na huyo Kristo Yesu ndio neno. Haleluya. So kinachoweza kuweka huru ni yule Bwana aliyoko ndani yako. Mungu anaingia ndani yako kupitia neno. Haleluya. Basi Bwana ndiye Roho. Na kama Roho yupo, hapo mahali pana mahuru. Hapo mahali pana uhuru. Kwa sababu gani?
roho alipo haiwezekani roho wa Mungu akakaa na mapepo yakakaa. Sio kama umenielewa. Haiwezekani roho wa Mungu akakaa na majini yakakutesa. Bwana asifiwe. Haiwezekani roho wa Mungu akakaa alafu kuna vifungo na vyenyewe vinafanya nini? Vinakaa. Mahali ambapo kuna roho wa Mungu, mahali hapo vifungo vinaachia vyenyewe. Bwana asifiwe. Nasema mahali palipo na roho wa Mungu vifungo vinafanya nini? Amua kuliingiza neno ambayo ni roho. Neno ni roho, neno ni Mungu. Unapoliingiza neno ambayo ni roho, linaenda kufungua vifungo ndani ya maisha yako. Sika kifua chako, sema Roho Mtakatifu, ninakataa kila aina ya kifungo ndani ya maisha yangu. Kuanzia leo ninateketeza vifungo vyote. Hakuna vifungo kuniandama kwenye maisha yangu. Vifungo vya wazazi, vifungo vya mababu vinavyofuatilia juu ya maisha yangu. Kuanzia leo, kwa kuwa nimekujua wewe Roho, niweke huru kwa jina la Yesu. Na pale alipo Roho wa Bwana ndipo ulipo. Sasa alipo Roho wa Bwana, alipo neno. Alipo Roho wa Bwana, alipo nini? Kwa sababu neno ni roho. Neno ni Mungu. Mungu ni neno. Bwana asifiwe. So unapoingiza neno ndani yako, unaingiza Roho wa Mungu ndani yako. Roho wa Mungu hawezi kukaa sehemu ambapo hamna neno. Roho wa Mungu anakaa sehemu palipojaa nini? Neno. Mnapoingiza neno, unaingiza Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Kiwango cha utendaji wa kazi cha Roho Mtakatifu kinategemea umejaza nini ndani yako. Kinategemea neno lililojaa ndani yako. Unapojaza neno, kwa maana nyingine unaruhusu utendaji wa Roho Mtakatifu kuwa mkubwa sana ndani yako. Kwa mahali palipo na neno la Mungu kuna uponyaji. Nasema mahali palipo na neno la Mungu uponyaji unafanya nini? Upo na uponyaji unatokea. Sababu neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yako linakuja kuleta uhai mpya. Na anasema kwamba huwatoa kwenye maangamizo. Kwa kama kuna sehemu ya kuangamia, kazi ya neno ni kukuchomoa kwenye nini? Maangamizo. Kwa kazi ya neno ni kuponya. Haleluya. Kazi ya neno ni kufanya nini? Kuponya. Bwana asifiwe. Unajua tatizo nini? Una invest nini kwenye roho yako? Ukiinvest neno, huzuni haiwezi kukaa kwenye neno ndani. Bwana asifiwe. Naongea. Nisikilize. Ukiinvest neno, huzuni haiwezi kukaa wapi? Sababu gani? Neno kazi yake kuponya. Linapotumwa neno kwa ajili ya maisha yako, linakuja kukuponya. Haleluya. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa uliingize neno. Sasa hilo ni neno lilotumwa na unaoingiza wewe mwenyewe. Si lina nguvu zaidi. Sababu wewe una invest ndani yako wewe mwenyewe. Kiwango ambacho sio kile ambacho Mungu amekupimia kwamba hili lije kwa kiwango hiki. Hili unaliingiza wewe mwenyewe kwa kiwango unachotaka wewe mwenyewe. Haleluya. Unapoliingiza lina kazi ya kutengeneza, kukuponya wewe. Linakuponya kwenye kila kitu unachokipitia. Kwenye kila kitu unachokipitia neno linafanya nini? Linakuja kuponya. Amesema yeye ndiye Bwana. Lakini kwa kulishika nini? Kwa kulisikia neno, Bwana anaachilia uponyaji juu ya maisha yetu. Kwa sifa moja ya neno ni kuponya. Neno linaponya kila kitu kwenye maisha yetu. Haleluya. Neno lina kazi ya kutuponya kwenye kila maeneo ya maisha yetu. Wewe unapokuwa mtu wa neno, umekubali kuwa mtu wa